I told you not to come near me. What is this? What is this? Get it out of here. Toka hapa sahi. Ella, sasa vile tuko tunaishi pamoja kwa amani. Sasa umeenda umebadilika sana Ella. I don't care. Listen to me. Squeeze naongea na wazungu. I don't talk with low people like you. Look how you are dressed and you want to compare yourselves with us. Get this poor child of yours out of here. I don't want to see him. Omusha hapa amesema ni baba Ella, ni kweli? Yeah, huyo ndio baba Ella. Ushisikia mali mtu anaitwa Joe? Mimi nimeisikia. Niliambia nani mama Ella ameniambia mwenye anakaa naye anaitwa Joe. Wewe mimi nishaipiga magoti nikakwambia unioe ama tukae na wewe. Hata after hiyo Milia alikuwa anakuja kwangu almost in a week, anakuja 2 times ama 3 times, anakuja kwangu anamfanyia service ndio arudi kwake kwa nyumba. Sawa. Usijaribu kuniambia tu pale ujinga. Utaachana na bwanangu Joe. Ulikuwa wapi muda wote? Nilikuwa wapi aje? Sasa unataka kunijibu. Nilikwambia mambo ya kunishika uache kabisa. Kukushika na mbona unamshika? Unamshika kaa nani? Wewe ni nani? Mjinga. Sasa ni mjinga kwani? Wakati mtoto wako anasikia vizuri, hata at least amuongeleshe, unajua unaweza muongeleshe uone at least mtoto anarudi live ama nani. Huyu alikataa kumuongelesha. Hivi vitu utakataka zenye walikuja wameniletea sijui nini, walikuja amekuja na mtoto na vitu tena kitu hata hakuna, kitu ya maana hakuna yenye alikuwa amekuja. So mtu akuje tu airport akuchukue. Hivyo tu. So watu wangu niliwaambia story lazima tungangane nayo hadi mwisho. Lazima tuipeleke hadi mwisho. Lazima tujue nani mkweli, nani muongo. Na before tuende kwa hii story deep, ningependa kuwa tena watu wangu. Muendelee kushare, muendelee kusubscribe, hii channel yetu mpya at least grow. Na najua na support yenu tutaenda mbali na tutazidi kuleta mambo tamu hapa hivi. So Milia alikuwa ameinsist lazima jamaa fulani akuje. Na naona amefika, sijui ni nani, but Mili mwenyewe atatufafanulia na jamaa mwenyewe pia jieleze, atuambie ni nani kwa Mili na the reason insist lazima pia kuwa hapa hivi. Nataka bro, vinyo naona siko peke yangu hapa hivi. Tuko na mtoto kadogo hapa. Na Mili alikuwa amesema kuna mtu anakuja na ningependa utuambie wewe ni nani na the reason uko hapa hivi. Jina lako? Okay, mimi naitwa Omosh. Ndio. Mimi ndio baba Ella. Omosh ndio baba Ella. Mimi ndio baba Ella. Mili, Omosh hapa amesema ni baba Ella, ni kweli? Yeah, huyo ndio baba Ella. So all along baba Ella amekwanga? Si nilikwambia baba mtoto wangu wako? Baba mtoto wangu ndio huyu. Omosh ndio baba mtoto wangu Ella. Lakini Joe yeye alinipata nikiwa na nini? Na ball. Na yeye akanipenda nikiwa na ball. Mimi sasa singekataa kupendwa. Unaona? Joe. Omosh, amesema ni tu Omosh. Na amesema ni baba Ella. Ushisikia jina Omosh anyway? Unajua nilikwambia huyu mwanamke atanionyesha mambo. Atanionyesha mambo tu, yani yeye anakuanga tu na madrama vitu. Mimi huyu msee simjui, sijai msikia na wala sijai muona. Hivi venye sasa nimekuja tena hiyo ni bombshell lingine, sijawahi, simjui kabisa mimi. Hivi vile unaniona naye hapa, hiyo ndio mara ya kwanza kumuona. Omosh, ushisikia mali mtu anaitwa Joe? Mimi nimeisikia. Niliambia nani mama Ella ameniambia mwenye anakaa naye anaitwa Joe. So ulikuwa unajua mama Ella anakaa na Joe? Nilikuwa najua anakaa na Joe, lakini sijawahi kukutana na Joe physically venye sasa tumepatana na yeye. Mama Ella. So hii ni kitu ulikuwa unajua kitu endelea all along? Sasa ningekosaje kujua? Hata baba Ella alikuwa anajua. So Omosh, Joe hapa hivi alikuwa ameniambia alipata mama Ella akiwa na mimba na akamwoa akiwa na mimba. So ulikubali mimba yako ende ilelewa na mwanamume mwingine? Nilikubali. Hata wakati alitoka kwangu alikuwa na ball. Na hata penye alienda tulikuwa na communicate na yeye. Hata kabla afanye chochote alikuwa ananiuliza. Kwa hivyo tulikuwa na communicate na yeye almost kila siku. Hata kabla aende kulala alikuwa ananipigia simu. Joe, ukumwona any red flag anywhere? Unajua huyu mwanamke kwa kupretend, huyu mwanamke ni number 1. Yani anaweza kuwa anajifanya like everything is okay, lakini in her vitu zenye amepanga ni 1001. I swear mimi hata ukiniuliza kama kuna kitu ati ningejaribu kushuku ama niseme ati kuna kitu mbaya, hakuna hata kitu moja nilikuwa nafikiri kwamba
wamepanga sijui mikakati na huyu mtu huyu nasikia sijui ni baba ya mtoto ni sawa. Mimi nilichukua msichana akiwa na mimba, hiyo sikatai. Kwa sababu she was really down. Huyu yani nikwambia, si unakumbuka vile nilikwambia mahali nimemwokota. Alikuwa chini kabisa, chini. Na akanikujia kabisa akilia. Mimi kama ningetaka si ningemkataa. Na hiyo mimba wakati alikuwa na ball. So kumkubali ama kumkataa hiyo ni sawa. Hiyo mimi nimemchukulia. Lakini sasa hizi ndio unaona anakuja kuniambia ati sijui baba ya nani yako. Unajua sasa unaanza tena kushangaa inakuwa vipi? So wewe ndio nikuulize. Wewe ndio unisaidie. Ulikuwa unanisaidia ndio uanze kunitangaza, si ndio? Sasa nakutangazia wapi wajamii? First of all, wewe mimi nishaipiga magoti nikakwambia unioe ama tukae na wewe. Hata si mambo ya kunipigia magoti. Mbona unadanganya watu ati mimi nililia? Uliniona ningelia aje na niko na baba ya mtoto wangu, unajua place yenye yako. Nilia aje? So ndio ulikuja ukaniambia unanitaka. Na hata after hiyo Milia alikuwa anakuja kwangu almost in a week, anakuja 2 times ama 3 times. Anakuja kwangu anamfanyia service ndio arudi kwake kwa nyumba. Sababu aliniambia hata mwenye ako na yeye sio romantic. Si uongo. Mili. Wacha nikwambie Victor. Unajua mimi as a woman lazima nikae na msemo mwenye anafanya nini ananiridhisha. Kwa sababu huyu alinipenda yes nikiwa na ball, lakini kuna vitu hako ananiridhisha. So ikabidi niende kwa nani? Kwa baba mtoto wangu, because yeye alikuwa anatosheleza kabisa. Unaona? So Mili, ulikuwa unaacha huyu jamaa mwenye amekupata na ball, mwenye anakulea na mimba yenye si yake, unatoka kwako unaenda kwa jamaa mwingine. Si ati jamaa mwingine, alikuwa mimi ndio mama baba Hela. Si ati jamaa mwingine, wacha kutumia lugha jamaa mwingine. Mimi ndo baba Hela. Hiyo muda wote ulikuwa wapi basi? Hiyo ndio swali ujinga sisi kujibu. Wacha kuniambia swali, wacha kuniambia swali ujinga bro. Sawa. Usijaribu kuniambia swali ujinga. Utaachana na bwanangu Jo. Ulikuwa wapi muda wote? Nilikuwa wapi aje? Sasa unataka kunijibu aje nilikuwa wapi? Ala. Nilikwambia mambo ya kunishika uache kabisa. Kukushika na mbona unamshika kaa nani? Wewe ni nani? Mjinga. Sasa ni mjinga kwani? Kwani wewe ulikuwa na kwani wewe unaoa aje msemo mwenye ako na nini? Uko sawa wewe? Wewe akili uko na akili mzuri. Ulishindwa kwenda kupeana ball huko nje ukuje uanze kulewa wenyewe. Yaani nashindwa. Unajua kila wakati mimi nakwambia nakuona hivi na ningekuwa nimekufanyia kitu mbaya sana. Kitu gani mbaya? Mili unasema Jo hapo hivi alishindwa kupeana ball. Na si kuna ule mtoto mwingine kijana. Huyo mtoto mwingine labda hata si wake, atajua aje. Nguvu yenyewe mwanaume hana nguvu. Nimekuambia vizuri sana. Mili tulikuwa na communicate na yeye hata mpangilio ya kwenda ng'ambo. Kabla apate passport alipiga picha akanitumia akaniambia baby ndo passport nitatravel Canada. So Jo. Hebu muulize kama kuna mtu mwingine nje. Muulize kama kuna mtu mwingine ako naye nje. Jo, uko na mtu nje? Wa nani? Wapi? Nakuwa na mtoto nje aje? So nakuwa na mtoto nje wapi? The only kid unajua ni hawa wawili uko nao. Yeah, hao ndio watoto mimi najua. Ebu tukae chini. Hata kukaa sana naona hapa. Nikikaa huyu jamaa hata sijui nitoke. Relax Joe, kaa tu chini tuongee, tutatutu pole. Unajua hakuna haja vurugu. Na huwezi jua kesho kutakuwaje. So unasema hata huyo mtoto mwenye wa pili inaweza kuwa hata si wake. Wacha nikwambie Vika. Msee anaenda yani kutafuta tu kazi tukazi hata tuleti pesa. Hizo kazi ndio zilimlisha. Alafu anasahau mimi ni mwanamke. Sawa? Anasahau mimi ni mwanamke. Yeye kazi yake ni kunigonga mara moja hapo, ananiachanisha hapo. Mimi ni kama mpaka nikaanza kumshuku ni kama ako na msemo mwingine hii nje. Sasa ikabidi wacha nirudiane na nani na baba ya mtoto wa. Sasa hizo ndio vitu zenye mtu anaweza ongea hiyo. So umesema ni aje, si ni ukweli. Hata kama sijui kugongana ama najua kugongana. Sasa utaenda ukiniandika kweli useme na yeye ameniandika aje? Yeye amesemaje? Ati aliniokota nikilia aje? Na ni kweli alikuokota ukilia? Wapi? Mimi nilikuwa na baba ya mtoto wangu. So ulikuwa na baba ya mtoto wako kwangu ama mlikuwa naye wapi? Si ulikuwa kwangu? Si wewe ndio ulisema. Ngoja nani? No, hata kukuja alikuwa nakuja kwangu. Tulikuwa hata kuongea tulikuwa tunaongea almost kila siku. Hakuna ile siku Mila angeenda kulala bila kunipigia simu. Na Mili. Unaona huyu Jo hapa hivi. Uliona ile sagula alipitia yote. Ile sagula alipitia mbona ufanye kitu kama hiyo? Acha nikwambie Jo nani? Victor. Vitu zingine kwa ndoa lazima ujue, kama mwanaume lazima ujue ku handle kila place.
kuleta chakula Jo kuleta chakula ilikuwa shida. Unaona? Aya, bed bado alikuwa na shida. So mtu mgeni utashinda ukivumilia. So kitu nilifanya tata nikae na yeye kabisa ni venye aliniambia story ya kwenda wapi? Canada. So nikaona nitapata place ya kwenda at least kutafuta job. Sasa venye niliambia Omosh that ana plan niende wapi? Niende Canada. Juu mimi nilikuwa nimeplan nirudi kwa nani? Kwa baba ya mtoto wangu. Sasa unaona? Lakini venye alitaja hiyo place ya kwenda job majuu, mimi nikaona siwezi lose hiyo nini. So unaona? Hiyo opportunity. So tukaongea na Omosh. Omosh akaniambia nicheze chini ndio nipate hiyo chance ya kufanya nini? Ya kwenda huko ng'ambo. Watu walikuwa wamenipangia bro. Ni kama walikuwa wamepanga. Kitu moja tunataka kuuliza Mili, unasema kuna kitu imeniguza kidogo hapo hivyo. Unasema ati Omosh game yake ilikuwa story sio Omosh. Unasema Joe game yake ilikuwa chini. Yeah. Kama Joe game yake ilikuwa chini. Mtoto wa pili alipatikanaje? Huyo mtoto wa pili hata hiyo ni story nyingine. Hata sijui unaniuliza mtoto wa pili kazi gani. Hata unamuuliza kwanza, unamuuliza hiyo story. Unajua I really regret. Mimi mwenyewe sana regret kwamba I didn't inform my parents about hii story. Heri light hata ningeambia madhi. Kwa sababu sasa wakati ule ninakumbuka nilikuwa nakwambia, nilikuwa namficha nampeleka hivi. Nakumbuka nilikwambia uliniuliza nikakwambia hapa nikiwa huko acha kwanza nijaribu kuficha jini. Lakini sasa hizi najuta sana, I wish ningesema. Kwa sababu kama ningesema saizi hata ningepigia tu mkoro hata nimwambie vile kuko. Unajua nakumbuka vizuri sana uliniambia mtoto ulimwanzisha jina ya mamako, lakini mama kwa anajua kama mtoto si wako. Hapana, wacha na huyu jamaa ni mjinga. Hata wakati kabla Mile ajifungue, alinipiga simu kaniambia sasa naona niko karibu kujifungua. Huyu mtoto tutamname nani? Na sababu hata wakaenda scanning, Mile alinipiga simu kaniambia nimeenda scanning, mtoto ni msichana. So nikamwambia huyu mtoto tutamname Hela. So wewe ndio ulichagua jina baba? Mimi ndio nilichagua jina ya Hela. Okay, mimi ndio nilichagua jina ya Hela. Hakuna kitu itajificha kwa hii dunia. Huyu mrembo nilikuwa na majina mbili. Unaona? Actually nilikuwa nimepropose. Kuna hiyo moja lakini aliinsist sana na hiyo Hela. Na mimi nikaona kwa sababu nimempenda. Alikata ile yangu yenye mimi nilimpatia. Yes, mimi ndo babaka nilimname Hela. Unasikia sasa? Mimi ndo babaka nilimname Hela. Kumbe sasa huyu ndiye alikuwa anapatiwa majina na huyu kwa sababu sijui wanaongelea wapi behind my back. Sijui story. Ona Victor, mimi sikuwa na ubaya. Sasa unaona? Mimi nilikuwa nitoke kwa nani? Kwa nani Joe. Nilikuwa nitoke kwa Joe. Kitu ilinishikilia kwa sababu Joe shida yake ilikuwa kupata pesa ya food, ilikuwa shida. Si nimekwambia na kunini kwa bed pia alikuwa hakuwa active. Sasa unaona? Nika plan wacha niende nikae na Omosh. Juu yeye alikuwa ananifanyia everything. Sasa unaona? Lakini huyu akakuja na story ya anataka nifanye nini? Niende majuu. Alikuja kwanza aende, alikuwa nafaa aende. Ndio akasema badala yeye aende, acha mimi nifanye nini? Niende because yeye ataweza kuhustle hii nini Nairobi. Sasa unaona? Mimi nika ndio yeye na yeye pia aweze kuhustle Nairobi. Si mimi nikaenda. Story hapo ndio story ilikujia. Si ati nilikuwa nimejiforce kwake. Mimi nilikuwa nirudie Omosh. Unaona? Lakini juu yeye alikuwa anaongea behind my back. Tulikuwa tunaongea. Kwani ni muongo? Tulikuwa tunaongea. Na Omosh, venye nakuona umejaa hivi, mwili ni kubwa kwa sawa. Itakuwaje wewe ukuje uache nini mwanamke wako aendeshe na mwanaume mwingine? No, kwani huko unajiweza ama nini? Mama Hela hata alikuwa rudi. Ni vile tu hii mambo ya kuenda ng'ambo ndio ilitokelezea, ndio akanipiga simu nikamwambia sasa kama ni mambo ya kuenda ng'ambo hiyo ndio kwenda kujitafuta. Wewe tutapiga tu deal, uone kama huyu jamaa anajiita Joe atakusupport uende ng'ambo, sababu najua after kutoka huko utakuja kwa nyumba yako direct. Na venye alikuja kwa nyumba yako direct, hakuenda kwa huyu jamaa. Ni ile chochote yoyote nilikuwa najua. Na Joe, wacha niite tu drama yote. Umeongea na madhe kumwambia sasa kufunguka sasa umwambie mama iko hivi na hivi na hivi. Sasa mahali imefikia. Ndio nakwambia na regret sana, I wish ningesemanga hii kitu mapema. Madhe nimemchapia. Nimemwambia venye kuko sababu naona hii kitu mahali inanipeleka inaweza hata ikanipatia depression. So mom nimemwinform ya ako na copy na I believe tu tamtafuta hivi karibuni, I think muongee naye kwa sababu she's the only person sasa naona naweza akanisaidia. Nimwambie tu akama and then tuone how itakuaje.
Mili. Na Mili amekuwa akiongea na watu wa kwenyu since then. Sasa unajua huyu mwanamke anajiweka juu sana. Yaani si ati ni mtu mwenye dadangu atampigia atake kuongea naye ashike simu. Actually anatusi karibu kila mtu. Hakuna mtu mwenye anaweza ongelesha kwetu sasa. Hata mtoto. Sasa ule sasa hata ndio kwanza sijui kama anaweza hata mtambua kabisa. Ule sasa ndio hata hataki kusikia. Kwa sababu I remember nilikwambia kakwa kanasikia poa. So nilijaribu kumpigia simu wakati mtoto hakuwa anasikia vizuri. Hata at least amuongeleshe. Unajua unaweza muongeleshe uone at least mtoto anarudi live ama nani. Huyu alikataa kumuongelesha kabisa. Na Omosh. Sasa angeongea na watu wako waje na Milele alikuwa anajua akitoka hata ng'ambo atarudi kwangu direct. Angeongea na watu wakina huyu jamaa. Hata Milele akiwa huko ng'ambo, hata niko na messages hapa alikuwa anatuma pesa, nafanya 1 2 3 ushago. Ametuma pesa mingi sana hapa. So na nikukatize tu kidogo. Juu tumeongea juu mtoto hapa kidogo, pia ningetaka kujua. Wewe kama Omosh, umesema wewe ndio baba Ella. Mimi ndio baba Ella. Na hii period Ella amekuwa nchi za nje. Umekuwa mkiongea? Tulikuwa tunaongea na yeye through video call. Hata sasa zingine alikuwa anaweza angalia mtoto ndio huyu, tunaongea na mtoto. Hata mtoto tayari, hata mtoto ananijua, si ati mtoto anijui. Mtoto ananijua. So I've been communicating with them throughout. Na Mili, kulikuwa na tuko airport pale. Nilikuwa nimesikia wewe na Joe mlikuwa mnaongea, kwa sababu Joe angejua unakuja kama mngekuwa mnaongea. Na au kuona kitu unafanya ni mbaya kucommunicate nao ndio wote mara moja, na unajua kuna kitu ama ubaya anaona. Kitu nafanya ni mbaya aje? Mi unajua yeye alinisaidia kwenda majuu. So singeacha kumuongelesha. So unaona? At least kuna hiyo hope. Lakini mimi mtu mwenye nilikuwa najua ni mtu wangu, mtu mwenye wacha nikwambie. Mili wakati alikuwa narudi, yeye alimwambia tu jamaa yeye anarudi, ndio jamaa kuwa na information sasa hata ametoka huko Canada. Lakini si ati alikuwa narudi ataenda kwa huyo jamaa. So venye huyo jamaa alisikia ati Mili anarudi, yeye tarehe fulani yeye alikimbilia huko airport. Si ati Mili alimwambia aende mcollect huko airport. Na yeye alikuwa tu na information ati Mili anarudi hiyo tarehe. Na hiyo siku airport tulika hapo tulika for long. Si niliwaambia so siku mzima. Kama Mili kama mtu mzima, mimi mwenye kulingana venye niliona at least Joe kwa real, kwa sababu yeye alikubali kuja hapo hivyo. Huyo Omosh sikumwona airport. How comes mnasema mko hivyo tight na Omosh kwa airport? Unajua ni vitu ngapi Omosh alikuwa anafanya home? Omosh alikuwa yaani ungeenda kwa hiyo nyumba upate ile kitu yenye Omosh alifanya. Acha na hizo vitu takataka zenye walikuja wameniletea sijui nini, walikuja amekuja na mtoto na vitu tena kitu hata hakuna, kitu ya maana hakuna yenye alikuwa amekuja. So mtu akuje tu airport akuchukue. Hivyo tu. Huyu kitu yenye ningekuwa nimepiga hata picha hizo vitu zenye alikuwa amefanya nyumbani, place yenye alikuwa anaenda, hata wewe mwenyewe ungeshtuka. Wachana na hiyo mtoto yenye alikuwa amefanya ameleta airport na mama kamera. So surprise yake ilikuwa kamera ama? So Mili, unamaanisha mtu kuuza gari uende majuu na kubaki na mtoto hata hiyo gari anadai hata aliuza. Huyu Mili aliniambia hata yeye alikuwa na sales kwa hiyo gari, si ati huyu jamaa alinunua gari peke yake. Mili pia alikuwa na pesa yake hapo ndani. Na kama hivyo tunaweza mpigia hesabu yake tumrudishie,